Alafu tatu, kuna zile mashamba kidogo in the villages. Very mostly they resolve. Ni mikakati gani tunaweka pamoja? Vitu vingi tumejadiliana, but pia ninajua utafiti ambao umefanywa na kada hapa awali, ambapo imeashiria kuwa magharibi ya Kenya, na nikizingatia Kakamega hasa, inaongoza kwenye nchi yetu kwa uraibu wa pombe haramu na mambo ya utumizi wa bangi. Kwa hivyo leo tumejadiliana haswa na viongozi wa dini, tukijua kuwa wako na nafasi kubwa sana kwenye nchi yetu, haswa hapa Kakamega, kwa kuweza kubadilisha watu wetu, kwa sababu hawa ni watu wanakutana nao mahali pao pa maabudu, na tunaamini ya kuwa tukishirikiana na wao tutaweza kumaliza hilo janga hapa kwetu magharibi na hasa hapa Kakamega. Tumeshikana mkono na dini zote, makanisa zote, tumesimama hapa ya kwamba tunataka tumalize mambo ya pombe haramu, pamoja na serikali yako na polisi na ngao na kila mtu hapa. Kwa sababu gani? Hata sisi kama kanisa tunahusika sana, kwa sababu watoto hawakuji kanisani siku hizi, wanakunywa pombe, wanakataa kuja kanisani. Hata wengine wako kwa praise and worship, lakini wanakitoka hapo wanaenda kunywa pombe. Sasa tunataka tuondoe kabisa mambo ya pombe na hii mambo ya bangi. Hii mambo ya bangi, inasemekana ya kwamba hii bangi ikiwa kidogo, ukishika mtu na bangi ikuwe kidogo, wakipelekwa kwa mahakama hawa wanaachiri wangwa, kwa sababu ati ni pombe kidogo. Wazazi wanasema kwamba walikuwa wanategemea pombe ili waweze kupeleka watoto shuleni. Hiyo haiwezi kuwa suluhisho, na hiyo hatuwezi kubali kusema kwamba uweze peleka mtoto wako shule, kwa sababu sasa tumepigana na pombe. Sasa mzazi hana uwezo wa kupeleka mtoto shule. Kuna pesa mingi yenye mzazi anaweza tafuta afanye biashara ingine, na pia kuna pesa ya bursaries, na kuna hata juzi tumepeana kwa ile vulnerable communities ama families. So kuna njia mingi, sio lazima ufanye biashara ya kuuza pombe peke yake ndio uweze kufanya nini, kuendelea.